There is more in God. Bwana Yesu asifiwe. Leo nataka nizungumze jambo ambalo litafungua jicho na moyo wa mtu ambaye anasikiliza kwamba in God there is more. In God there is more. In God there is more. Kusoma kwenye kitabu cha Korinto wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 9, actually kuna mpaka 16, lakini tukianzia mstari wa 9 anasema jicho halijaona, sikio halijasikia, wala hayajaingia katika moyo wa mtu yale ambayo Bwana amewaandalia wampendao. Maanake the time you are thinking you have attained the high achievement, bado Mungu ana zaidi kwenye store yake, kwenye moyo wake. Ana zaidi anayotaka kuyafanya kupitia maisha yako. Ndio Bwana anasema amewaandalia yale ambayo Mungu amewaandalia. Bado hajaonekana, bado hayajasikika, lakini Bwana ametuandalia. Qualification ni sisi tumpendao. Maanake ili tuweze ku access yale ambayo Mungu ametuandalia, continuous access for those things that is in store for us, ni kuwa na jicho jipya la kuyaona. Maandiko yanasema ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 13 anasema utakapoona, umbali utakaoona hapo utapamiliki. Maana yake unapozidi kuwa na jicho jipya la kuyaona mambo ndani ya Mungu, ndivyo ambavyo unapata uhalali ya kuyamiliki na kufaidika kutoka kwa Mungu. Hilo ni jambo la kwanza. Uwe na jicho jipya. Maana yake if you can ask God to help you and heal you, ni kuwa na jicho la kiroho ya kuyatazama mambo na kuyaona mambo kutokea kwenye neno lake. Ukisoma kwenye kitabu cha Zaburi sura ya 119 mstari wa 18, Daudi anaomba, anasema, "Ee Bwana, unifumbue macho yangu, niyatazame maajabu ya neno lako." Maana yake kiwango cha maajabu, kiwango cha utendaji wa Mungu kwenye maisha ya mtu huamshwa na namna ambavyo ana jicho lake la kuyaona, la kuziona siri, la kuona urithi ulio kwenye neno lake. Ndio maana kusoma kitabu cha Waefeso sura ya kwanza mstari wa 9, Waefeso sura ya kwanza mstari wa 9, maandiko yanazungumza pia eneo hilo. Mstari wa Waefeso sura ya kwanza mstari wa 17 mpaka 23 anazungumza pale Paulo anazungumza kwamba macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, macho ya mioyo yatiwe nuru. Na baada ya kutiwa nuru tunaona tuna very great access kwenye maisha ya mtu. Ila macho ya moyo yatiwe nuru, ndipo utakapopata nuru na ufunuo kutoka kwa Mungu. Maanake mtu mwenye jicho linaloona tofauti atakuwa na maisha ya tofauti. Jicho linaloona tofauti vile ambavyo Mungu anaona kwenye neno la Mungu, ndivyo ambavyo huyo mtu pia atafaidika na vitu ambavyo vinatokea kwa Mungu. Hilo jambo la kwanza. So ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 3 mstari wa 18, anazungumza kwamba ununue kwangu, uje uniombe nami nitakupa dhahabu. Lakini pia anaambia ununue kwangu dawa ya macho, ya kupaka macho. Kwa nini anunue dawa ya macho? Kwa sababu macho yasiyoona ni macho ambayo mtu huyo ataishia gizani. Mtu huyo ataishia shimoni. Ndio maana maandiko yanasema kipofu akimwongoza kipofu mwenzake, wote watatumbukia shimoni. Maanake if you're the eye that see from the heart, jicho linaloona lenye picha kamilifu ni jicho ambalo linaweza lika access yale ambayo Mungu amemwandalia huyo mtu. Huwezi ukaona kutoka kwa Mungu na ukawa na shaka. Huwezi ukaona kutoka kwenye neno na usipate. Watu wengi wanayaendea mambo ambayo they have no clear vision, bado jicho lao halijaona. Mtu mmoja alishaye kuponywa na Yesu ambaye alikuwa na shida ya macho. Alipomponya mara ya kwanza akaona naona watu kama miti. Kama bado haujaona sawa sawa, usikubali kuanza. Baada ya Yesu akamponya tena, akamwekea mikono, ndipo akaanza kuona watu sawa sawa. Maanake nini? Maanake if you have not seen it clearly, don't take a step, usichukue hatua. So moja ya siri ya kuaccess utajiri na urithi wetu ndani ya ufalme wa Mungu ni kuwa na jicho linaloona fursa, jicho linaloona maajabu kutoka kwenye neno la Mungu. That's the first dimension ambayo unaweza ikakufungulia yale ambayo Mungu amekuandalia. Unaweza kuwa unampenda Mungu lakini bila jicho linaloona, maana jicho halijaona. Kwa likiona maana utapata.
Eneo lingine, dimension nyingine ni sikio linalosikia. Maana yake ni nini? Maana yake usiposikia kutoka kwa Mungu maelekezo, utaweza kuitikia kila ambacho Mungu amekisema. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 10 mstari wa 5, Yohana sura ya 10 mstari wa 3, maandiko yanasema, na kondoo, Yesu anasema, na kondoo wataisikia sauti yangu. Manake kama hauisikii sauti ya mchungaji, manake bado kuna changamoto hapo. Unawezekana wewe sio kondoo. Moja ya sifa ya kondoo na mchungaji ni kondoo anaisikia sauti ya nani? Sauti ya mchungaji. Manake one of the greatest qualification ambayo ina simplify ku access maongozi ya Mungu kutupeleka kwenye mahali ambapo kuna utere, kwa sababu mchungaji anapochunga kondoo anajua urithi wetu ulipo, anajua chakula chetu kilipo, anajua mafanikio yetu yalipo, anajua njia yetu ilipo. Maana anapotuongoza na hatusikii sauti ya mchungaji, tutakuwa watu ambao tutaenda popote ambao tunajiamulia wenyewe, na kumbe mwisho wa mambo yote tutakuwa tunamnungunikia Mungu. Maana anasema ujinga wa mtu upotosha njia yake, na moyo wake unajua Bwana. Kwa nini usubiri njia yake kupotoka wakati unaweza kusharpen masikio yako ya ndani, masikio ya rohoni, masikio ya wazi? Unaposikia neno, unaposikia sauti ya Roho Mtakatifu, unaposikia jambo Mungu alilosema kwenye maisha yako, unachukua hatua. Ukisoma kwenye kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura 29 mstari wa 29, anasema itakuwa utakapoisikia sauti ya Bwana Mungu wako, kutenda na itakuwa utakaposikia. Maana yake kama usipokuwa na masikio ya kusikia, haitakuwa. Maana yake the moment you hear from God, ukisikia kutoka kwa Roho Mtakatifu, kutoka kwa Mungu, tayari umeshavivuka viwango vya kutumaini, uko kwenye viwango vya mambo kukamilika. Itakamilika, it shall happen. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako. Maana yake Mungu ni Mungu ambaye anafanya kazi kwa kusema. Ndio maana maandiko yanasema hautaishi tu kwa mkate, bali kwa kila neno unaipata kwa kusikia na kwa kuona. You see in the word and you hear the voice instructing you, ikikuelekeza njia ni hii, ifuate nini. Kwa hiyo ni dimension nyingine ambayo Mungu anapotaka kuachilia yale ambayo amekuandalia, anayaleta kwa namna ya sauti. So usipokuwa na sikio linalosikia, sikio zito, anasema sikio zito alisikii dawa. Maana yake usipokuwa na sikio linalosikia, hauwezi ukaona mambo yakiwa yale ambayo Mungu amekuandalia. Ukisoma kwenye kitabu cha Isaya sura 30 mstari wa 20 mpaka 23, anazungumza habari ya mambo ambayo yanaweza kana yanatokea ni magumu. Unakula chakula cha shida na maji ya msiba, lakini Mungu anasema hata mficha mwalimu wako. Lakini agenda ya mwalimu ni ili alilete neno, na maandiko yanasema na masikio yako yatasikia neno nyuma yako. Maana yake masikio yaliposikia neno nyuma yako, utaendelea kupata jambo fulani kwa shida na kwa msiba. Lakini this is not the promise of God. Mapenzi ya Mungu ni ulisikia neno ya kuweze kuelevate, uwe na sikio linalosikia neno kutoka kwa mwalimu ambao Mungu amekuwekea, yaweze kukuhamisha kutoka kwenye kupata maji ya msiba na chakula cha shida, uje kuexperience utere. Mstari wa 23 pale 30:23 Isaya anazungumza habari hiyo. Maana yake utapanda mbegu na utauona utere na utastawi katika mbegu ambazo umezipanda. Lakini yote imetokea kwenye nini? Kuwa na sikio linalosikia neno, unalosikia sauti ya Mungu. The voice of God can bring difference into your life if you have the ear that hear. Hiyo ni jambo la pili. Ukiweza kusharpen kwenye maisha, kusharpen masikio yako ya rohoni. Na jambo la tatu ambalo nataka niligusia, ambalo litatufanya tu access yale ambayo Bwana ametuandalia kwenye maisha yetu ya kila siku. Nini? Ni kiu ya moyo, the desire, the passion of the heart to see God in your life. Moyo, manake moyo mpya ni uwanja ambayo Mungu anaachilia yale ambayo Mungu amekuandalia wewe unayempenda Mungu. Moyo wa kuyapata mambo kama haya ni moyo mpya, ni moyo uliyegeuzwa, ni moyo sio na hila, ni moyo wenye kutamani. Nisikilize, siku moja Yesu akasimama sokoni akasema, kila mwenye kiu naje kwangu anywe. Maana nini? Maana uwe na kiu ya moyo kwenda kupata jambo fulani kwa Yesu. Kiu ya moyo. Isaya sura ya 55 mstari wa 1 mpaka wa 3 anazungumza akoma, njoni kwangu mnunue bure. Anasema bila fedha, njoni kwa kiu na njaa. Kiu inayozungumzwa hapa ni kiu ya moyo. Maana yale ambayo Mungu ametuandalia, yale ambayo Mungu ametuwekea, tunaweza tukaya
access to kupitia right positioning of the heart. And the right positioning of the heart ni kwa kuwa na kiu na shauku isiyokoma ya kuona utukufu wa Mungu ukidhihirika pale ambapo mkono wake mwema unapokuwa juu ya maisha yetu. Haya maeneo matatu ni maeneo ambayo when you engage them, utashangaa namna ambavyo mengi yataendelea kudondoshwa kwenye maisha yako na kuona ambayo haujayatabikia yakiendelea kuonekana. So Mungu amekuandalia tayari hapo. Once you have a continuous desiring heart, once we have a continuous seeing eye, ukiwa na sikio linaloendelea kusikia, basi hautakaukiwa na utendaji wa Mungu kwenye maisha yako. Haya maeneo matatu yanamfanya mtu asiishie tu kukutana na miujiza na maajabu ya Mungu, lakini pia awe ni sababu ya maajabu kwenye maisha ya watu wengine. Sawa. Nakushukuru sana wewe ambaye umenisikiliza. Mimi naitwa Sospita Japhet Ndabaha. Tunaendelea kujifunza. Hapo umejifunza how to access things that God has in stores for you in your life. Namna kuyapata yale ambayo Mungu tayari amekuandalia wewe unayependa. Shalom. Uwe na jicho jipya, uwe na sikio jipya, uwe na moyo mpya, and things shall be poured in your life. Na haya ni katika namna ya roho, kwa sababu mambo ya rohoni yanatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Asante sana na Mungu akubariki.